Asanteni sana. Muda umeendelea sana. Sasa ni muda wa kupata chakula cha uzima. Mtumishi pale ulipokaa tungeomba sasa usimame kwa ajili ya neno la Mungu kwa ufupi. Wakati amesimama mtumishi wa Mungu, makofi tafadhali. Asante. Karibu mtumishi. Karibu, neno kwa ufupi, wape waumini neno kwa ufupi. Asante, karibu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Asubuhi ya leo Mungu imempendeza Mungu, tumefika mahali hapa kwa hekalu lake kwa ajili ya kuwahubiria habari njema. Amen. Niko hapa kwa ajili ya kuwahubiria watu waokoke. Amen. Tukumbuke ya kwamba Yesu pale msalabani alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Amen. Na alitupenda sie. Amen. Na Mungu akatupenda na hata kamtoa mwanawe wa pekee afe kwa ajili yetu sie. Amen. Nadhani mpaka tuache dhambi. Amen. Tuache dhambi ili tutende yaliyo mwema. Amen. Sisi wote tunatazamia kufika kule mbinguni. Amen. Na Bwana kueleza habari njema. Yesu Kristo alikuja hapa duniani kwa ajili yetu sisi wanadamu, na alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Alichoma mkuki, damu zake zilikuja yoyote sie tupate kupona. Sasa ndugu zangu na wake, mwache dhambi, tumfuate yeye, maana yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Kama mnavyomuona hapa mtumishi alivyo usafi hivi katika mwili, na ninaamini hata ndani ya roho yake pia ni msafi vile vile. Kwa hiyo ndivyo tunapaswa kuishi katika Kristo. Lakini pia jambo la msingi alilozungumza tunapaswa kuzingatia. Ukizingatia kwa kipindi hiki ni kipindi cha Kwaresima ambacho Wakristo wengi wanaadhimisha Kristo, lakini pia tunaelekea kwenye msimu wa Pasaka. Tunakumbuka jinsi Yesu Kristo alivyoteseka pale wapi? Msalabani. Alipigwa kwa ajili yetu. Haleluya. Amen. Aliteseka naye Yesu wake. Ni habari ya kusadikika, lakini hebu fikiri huyu mwanadamu. Mtumishi wa Mungu amezungumza vitu vya msingi sana hapo. Haleluya.